Kwa hiyo nitoe wito na nitoe rai kwa wafanyabiashara wa pembejeo wanaopatikana Isongole, wanaopatikana wilaya ya Ileje, kuacha mara moja kujihusisha na uuzaji wa mbolea feki kwa wakulima, kwa sababu kitendo hicho ni kitendo cha kuhujumu uchumi. Tunakushukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa ujio wako kuja kijiji chetu cha Ilulu. Mimi kwa majina naitwa Lukumbuko Timothy Mwanja. Nilikuwa na maswali karibu matano, lakini mengine wenzangu wamekwisha kuuliza. Jambo la kwanza linahusiana na mpango wa mbolea. Umejaribu kugusia ukasema serikali inajitahidi kujipanga ili angalau wananchi tuweze kupata mbolea kwa wakati mwafaka. Lakini cha kushangaza, mwaka huu kumetokea mbolea feki. Hizo mbolea zilikuwa ni mbolea za DAP. Wakati huo ukitaka kufuatilia, wanasema kuna TBS, shirika la viwango ambalo linafanya ukaguzi wa kukagua vitu kama hivyo. Sasa swali langu huwa ninajihoji kwamba sasa kama kuna TBS, haya yanatokea wapi? Kwa hiyo maana yake hili shirika na hao wanaofanya mpango huu wanashirikiana. Kwa hiyo ndio swali langu kwamba ikiwezekana basi naomba kama serikali mjitahidi kuliangalia hilo. Tumeumia sana wananchi. Tunajitahidi kulima lakini tunaumia kwa mfumo huo. Mojawapo mimi nimeumia sana. Hata uongozi ngazi ya kata niliwauliza, wakasema watafuatilia. Wakasema watanipa jibu, lakini mpaka sasa hilo jibu sikupata. Kuna mbolea ambazo unazo nyumbani umezinunua fake? Tayari nilipeleka shambani. Au ulishazipeleka? Nilipeleka shambani. Maana matunda ya uzalishaji sikuyaona. Ulinunua wapi? Nilinunua kwa wafanyabiashara. Kwa mawakala? Kwa mawakala. Okay. Mbegu ya nani, mbolea aina gani? Ilikuwa ni DAP. Ni DAP. Ndio. Haya. Mpango wa mbolea tumepokea, na kama nilivyoeleza kwamba tumejipanga kuhakikisha kwamba tunafikisha mbolea kwa wakati kwenu wananchi. Lakini kubwa zaidi ni swala hili la kukabiliana na changamoto ya mbolea feki. Na mkoa wetu tumekuwa tukipambana sana. Mimi binafsi nimeongoza operation ya kukamata mbolea feki, na wako watu sasa hivi wamefikishwa mahakamani na kesi zinaendelea kwa makosa ya kujihusisha uuzaji na usambazaji wa mbolea feki. Kwa hiyo nitoe wito na nitoe rai kwa wafanyabiashara wa pembejeo wanaopatikana Isongole, wanaopatikana wilaya ya Ileje, kuacha mara moja kujihusisha na uuzaji wa mbolea feki kwa wakulima, kwa sababu kitendo hicho ni kitendo cha kuhujumu uchumi. Unapompatia mkulima mbolea feki, manake atashindwa kuzalisha, kwanza ni wizi, lakini unahujumu jitihada za taifa za kujitosheleza kwa chakula. Unahujumu jitihada za taifa za kuhakikisha kwamba tunalisha bara la Afrika. Lakini anahujumu pia jitihada za utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa. Milia mtu yeyote. Hatutakubali mtu yeyote akae katikati ya jitihada zetu la kuhakikisha kwamba nchi yetu inajitosheleza kwa chakula na nchi yetu inakuwa miongoni mwa mataifa duniani yanayotegemewa katika uzalishaji wa chakula. Nitoe rai kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya pembejeo. Jambo hili la kupambana na wauzaji wa mbolea feki tuipe kipaumbele. Sio tu mbolea, pamoja na pembejeo zingine za kilimo ambazo hazijakidhi viwango. Tulipe kipaumbele, hao watu wakamatwe na hatua zichukuliwe. Lakini tutoe elimu kwa wananchi hawa namna ya kuweza kutambua mbolea zipi ni halali, mbolea zipi sio halali, kupitia maafisa kilimo wetu, lakini kupitia maafisa wa TFRA, ili tuwaondoe hawa wananchi kwenye matatizo ya kununua mbolea ambazo hazijakidhi viwango.